Mungu akanipa neema ya kujiunga jeshi la kujenga taifa. Mwaka huo tukawa tumeingia katika mafunzo ya kijeshi. Tukiwa mahali kule, kati ya changamoto kubwa nilizokutana nazo ni pamoja na kwamba vyombo vya usalama haviamini kama kuna ulokole ama kwamba kuna kusali. Nikajikuta ya kwamba kile kitu kilichoko ndani yangu ninatamani sana kiendelee kutoka, kwa sababu nimezoea kuhubiri, nimezoea kwenda kufanya operation za kiroho, lakini sasa nimefika mahali hapo kukaa kuna ukimya mkubwa sana, lakini ndani ya moyo wangu nikawa natamani ile roho ya kuthubutu ikawa inaongea ndani yangu. Kuna wakati nitapata nafasi ya kwenda kuzungumza habari njema za ufalme wa mbinguni, kuanzia na askari wenzangu, kuanzia na wanajeshi, viongozi wakubwa wa kijeshi. Nitapata tu nafasi, japokuwa nilikuwepo katika chini ya uangalizi wa kijeshi. Ninamshukuru Mungu sana. Mungu anafanya njia pasipokuwa na njia. Acha nikwambie mtumishi wa Mungu, maandiko yanasema ya kwamba kimjaacho mtu kilichojaa kwenye moyo wake, kwa hakika ndicho ambacho atakachokinena, ndicho ambacho kitakachomtoka. Ulifika wakati katikati ya mafunzo ya kijeshi, askari mmoja akafariki. Siku ile ulikuwa ndo mlango wa mimi kuendelea kwanza kuhubiri injili tena kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Ninamkumbuka afande moja akazungumza, akasema ya kwamba kama kuna yoyote anakumbuka masuala ya kidini, apite hapa mbele na aweze kuombea dua kidogo huu mwili kabla tujasafirisha kwenda Dodoma. Wakati huo niko Mlandizi. Ninaamini watazamaji wenzangu maeneo ya Mlandizi, Pwani, baadhi mtakuwa mnayafahamu. Kikosi cha jeshi kinaitwa RUV JKT. Acha nikwambie ndugu yangu, ulikuwa ni wakati mzuri kwangu. Nikasema ni mlango umefunguka kwangu, nikasema ni kiu yangu ya moyo wangu Mungu ameifanyia nafasi katika kambi ya kijeshi. Wakati huo nilikuwa bado nipo kwenye level ya serviceman. Naamini viewers ambao mnafahamu masuala ya kijeshi, nikisema serviceman unaweza kunielewa. Ninamshukuru Mungu kabisa, ulipofika mwili kutoka Lugalo, mimi nilinyosha mkono kati ya askari wengi. Niliponyosha mkono, kwa hakika walinishangaa sana askari, wakasema huyu ni raia wa wapi? Anakumbuka habari za kusali katika kambi ya jeshi. Hebu tusikilize kuna kitu gani anachokikumbuka, maana wakiwa na imani wote akili zimeshachanganyikana. Ninamshukuru Mungu sana. Wakati ule niliposimama nikawa nimepewa dakika 3, nikaambiwa zinakutosha kufanya mambo yote, nikiwa chini ya usimamizi mkubwa sana wa viongozi wa kijeshi. Ulipofika ule mwili, nikaimba wimbo mmoja kwenye tenzi za rohoni. Naomba niimbe kidogo, unaweza kausikiliza. Wanaimba, kazi yangu ikisha nami nikiokoka, na kuva kutokuharibika, nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa pahali mbinguni. Mwaka 2012 wimbo huu niliuimba katika kambi ya kijeshi. Nilipowimba huu wimbo, lakini nikaimba na wimbo moja, haleluya tutaonana, haleluya tutaonana. Nikamwambia Mungu, milango ya safari ya injili sasa imefunguka. Ninaomba kwa kupitia ibada hii ya kuaga mwili wa ndugu yetu, ufungue mlango ambao utaendelea kuwa ni alama katikati ya kambi ya jeshi ya RUV, jeshi la kujenga taifa 832. Ninamtukuza Mungu sana kwa sababu wakati watu wakiomboleza, mimi ulipatikana mlango wa safari ya injili kuzaliwa upya. Ninapokumbuka vitu kama hivi, ninajisikia ndani ya moyo wangu kwamba nimrudishie nini Mungu kwa wema na fadhili zake ambazo amenitendea. Kumbuka sijakwambia ni miaka mingapi ukimya mkubwa utoka nilipomaliza masomo ya O-level 2008. Sijakwambia ni miaka mingapi. Nimeruka moja kwa moja 2012. Niseme kwamba mlango wa injili tena ukaendelea pale. Mtu wa Mungu, tulipomaliza kuaga mwili wa ndugu yetu, kuanzia siku ile tumemaliza ibada ya kuaga mwili kama askari, kwa hakika jina baba mchungaji lilizaliwa. Kwa hiyo toka mwaka 2012 baba mchungaji kutokea kambi ya jeshi akapatikana. Kwa hiyo na nakumbuka
Nilisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza. Maandiko yanasema tulikuja duniani hatuna kitu na tutarudi hatuna kitu. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Kiukweli nilitendea haki, zilikuwa ni dakika chache kulingana na maelekezo ya kijeshi. Siwezi kuzidisha hata kama nimepewa ofa hiyo. Hatuko huru sana kama vile ambavyo tuko huru huko. Acha nikwambie mtumishi wa Mungu, baada ya hapo ninamshukuru sana afande moja anaitwa Meja Kakwaya. Akiwa ni meja katika kambi ya jeshi, aliweza kutambua wito nilionao, akanifanya kuwa rafiki yake wa karibu sana. Baba Meja Kakwaya, najua sasa utakuwa umestaafu, lakini God bless you so much. Ulinibeba ningali katika kambi ya kijeshi. Mungu akubariki sana. Na wengi walifurahia, lakini wewe ulikuwa zaidi ya kufurahi, ulifanyika kuwa ni baba na ni mlezi. Kama nilivyokushukuru nyuma pastor wangu Angelo Kiyeyeo, Meja Kakwaya, askari msimamizi kambi ya jeshi, God bless you so much. Ninakumbuka mchango wako, haukuwa ni wa kawaida. Alichokifanya baba yule, akaendelea kunifundisha zaidi masomo ya uvumilivu na nisimwache Yesu. Lakini kitu ambacho nataka nikizungumze ni kwamba nini Bwana alifanya. Mungu alichokifanya ni kitu cha ajabu sana. Nikapata kwaya, askari wenzangu waliokoka, tukaungana. Nikampata rafiki yangu mwingine anaitwa Frankie, yuko Julius Nyerere International Airport Dar es Salaam. Frankie, Mungu akubariki sana. Ninajua kabisa ilikuwa ni timu yangu kwa ajili ya maombi. Tukawa timu ya maombi ya kufunga na kuomba. Askari tunafunga na kuomba. Watu wa Mungu, acha nikwambie, toka hapo nilitambua kwamba kuna askari wengi wanaompenda Yesu, askari wengi sana ambao wana kiu ya Yesu. Jamani watu wa Mungu, unajua kuthubutu ni jambo la msingi sana katika maisha. Tambua kwamba si jambo jepesi sana askari kuwa serious katika kambi ya jeshi na masuala ya kiroho kwa mwendo ule ule kama akiwepo uraiani.